Dalili 7: una akili ya kuja kufanikiwa. Sikiliza kwa makini, kwa sababu sio kila mtu mwenye akili kubwa huonekana mapema kuwa atafanikiwa. Wengine huchekwa, wengine hudharauliwa, na wengine huonekana wako tofauti, hawalingani na kundi, hawapendi kelele, hawapendi maisha ya kufuata mkumbo. Lakini ukweli ni huu: mafanikio huanza kwenye akili, kabla hajaonekana kwenye maisha. Kabla ya pesa, kabla ya heshima, kabla ya ushindi, kuna namna ya kufikiri. Na leo hapa kuna danizi 7 nzito sana zinazoonyesha kuwa akili yako imeundwa kwa ajili ya mafanikio makubwa, hata kama leo bado hujaona matokeo. Lakini kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. 1. Una tabia ya kufikiri sana kuliko kuongea sana. Watu wengi hupenda kuongea ili waonekane. Wanataka sauti zao zisikike, wanataka wajulikane, wanataka kuthibitisha kuwa wapo. Lakini wewe ni tofauti. Unaongea kidogo, lakini unafikiri sana. Unapokuwa kimya, akili yako inafanya kazi nzito. Unachambua mazingira, unasoma watu, na unauliza maswali ya kina ndani ya nafsi yako. Kwa nini hili linafanyika? Nifanye nini tofauti? Matokeo yake yatakuwa nini kesho? Hufanyi maamuzi ya haraka kwa presha ya watu, na hukubali jambo tu kwa sababu tu wote wanasema hivyo. Na nisikilize hapa vizuri. Hii sio udhaifu. Hii ni akili ya kimkakati. Watu waliobadilisha dunia walikuwa watu wa mawazo marefu kabla hawajawa watu wa matokeo makubwa. 2. Unajisikia kutengwa hata ukiwa na watu wengi. Upo kwenye kundi. Unaweza kucheka, unaweza kuonekana sawa na wengine, unaweza kushiriki mazungumzo. Lakini ndani kabisa kuna kitu kinakukwambia kimya kimya, sipo hapa kikamilifu. Unajisikia peke yako hata ukiwa na watu wengi. Sio kwa sababu wewe ni mbaya, wala sio kwa sababu una majivuno, bali ni kwa sababu akili yako haipati kina inachokitafuta. Wengine wanacheka hadithi zile zile kila siku. Wengine wanarudia malalamiko yale yale bila suluhisho. Lakini wewe unatafuta maana, mwelekeo na sababu ya kweli ya kuishi. Akili ya mafanikio huanza kuhisi upweke mapema kwa sababu bado haijakutana na watu wa kiwango chake cha mawazo. 3. Una chuki ya maisha ya kawaida ya kutosheka tu. Moyo wako haukubali maisha ya kuishi tu. Kulala, kuamka, kufanya kazi, kulalamika, halafu kustaafu bila kuacha alama. Ndani yako kuna kitu kinakataa hali hiyo. Unaweza kuwa maskini leo, lakini akili yako inakataa kukaa hapo. Unaota zaidi ya mazingira yako ya sasa. Unaona mbali kuliko hali ulionayo leo. Unauliza swali hatari sana ambalo watu wengi hawawezi kuthubutu kuuliza: kwa nini si mimi? Wakati wengine wanakubali mipaka kama hatma, wewe unaiona kama changamoto. Na hii ni dalili kubwa sana, kwa sababu watu wengi hukubali maisha, lakini watu wa mafanikio huyauliza maisha maswali magumu. 4. Unajilaumu kuliko kuwasingizia wengine. Unapokosea, haurushi lawama kila kona. Husemi kila mara, mfumo ni mbaya, watu ni wabaya, au bahati haipo upande wako. Badala yake, unajiuliza maswali ya uwajibikaji. Ningeweza kufanya nini tofauti? Nilibadilisha nini leo kinacholeta matokeo kesho? Hufanyi maamuzi ya haraka kwa presha ya watu, na hukubali jambo tu kwa sababu tu wote wanasema hivyo. Na nisikilize hapa vizuri. Hii sio udhaifu. Hii ni akili ya kimkakati. Watu waliobadilisha dunia walikuwa watu wa mawazo marefu kabla hawajawa watu wa matokeo makubwa. 5. Unachoka na mazungumzo ya juu juu. Umbea haukupi haha. Drama haikuvutii. Kusikia nani kasema nini hakupi msisimko wowote. Akili yako inataka zaidi: maono, mipango, maisha, saikolojia na maana ya kweli ya kuishi. Na hapa ndipo ukweli ulipo wazi. Akili yako haijaundwa kwa ajili ya kelele, imeundwa kwa ajili ya mwelekeo. Ndiyo maana hutoki nguvu kwenye makundi yasiyo na dira. 6. Unapitia maumivu mengi ya kimya kimya. Watu hawajui unapitia nini, lakini wewe unajua. Unavunjika ndani, lakini bado unasimama. Unachoka sana, lakini hauachii ndoto zako. Unaumia, lakini unaendelea kusonga mbele.
Maumivu haya siyo adhabu, ni mafunzo. Mafanikio makubwa hujengwa juu ya maumivu makubwa ambayo watu hawakuona wala kuyahisi. 7. Una sauti ya ndani isiyokuruhusu kukata tamaa. Hata unaposhindwa mara nyingi, kuna sauti ndogo lakini thabiti ndani yako inayosema, endelea, bado hujaanza, bado hujaona ulipoandaliwa. Sauti hii siyo kelele, ni tulivu, lakini ni kweli. Na watu wote waliokuja kufanikiwa kweli walikuwa na sauti hiyo hiyo ndani yao. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Dalili hizi hazimaanishi utafanikiwa moja kwa moja. Zinamaanisha kitu kimoja tu: akili yako iko tayari, lakini safari bado iko mikononi mwako. Ukijifunza nidhamu, ukathibiti tamaa, ukaacha kuahirisha na ukaendelea hata bila kushangiliwa, hakuna anayeweza kuzuia mafanikio yako. Kama umejisikia hapa, usiandike tu kwenye comments, andika moyoni mwako, niko kwenye safari. Kwa sababu watu wa kweli wa mafanikio hawatangazi wanajijenga,